Mtaani unaona watu wanakosea wapi kwenye mfumo wa maisha Tanzania? Sasa uswahili wetu ule, uasili wetu ule, kwa sababu hapo umezungumzia kuhusu wanaoingia mazoezini gym. Yes. Wapo watu mtaani hawaingii gym. Yes. Uswahilini huko hawaendi kabisa. Wao ni kufanya shughuli zao na kuishi maisha yao. Ipoje mtaani? Kwanza kabisa, moja ya vitu ambavyo mimi vinaniumiza sana ni kwamba Watanzania wengi hawapendi asili. Hawapendi asili. Wanapenda ukisasa. They like a modern way of life. They don't like traditional or nature katika maisha yao. Lakini mimi ni mtu ambaye nimetembea kwenye mataifa mbalimbali. Yeah. Watu wengi sasa hivi wamegundua asili ina faida katika maisha yao. Kitu ambacho nimegundua kwa Utanzania wetu ni mfumo mbaya wa ulaji wa vyakula. Yaani ukiangalia, na hii inatuletea magonjwa mengi sana. Nitakuja kuiongea siku moja, lakini hata leo naweza nikaigusia kitu fulani hapa. Hatujui namna ya kula. Hatujui tunachokula ni kipi sahihi. Hatujui wakati wa kula. Haya mambo matatu, umenielewa? Ndio. Hatujui namna ya kula. Hatujui tunachokula kama ni sahihi. Ndio. Hatujui wakati wa kula. Matokeo yake sasa, magonjwa mengi sana ukiangalia yanayotusumbua Tanzania yanatokana na mtindo wa maisha tunayoyaishi kila siku. Mfano, mtu anaamka asubuhi, anaweka supu, anatia chapati zake 2. Ndio. Anaweka na kinywaji cha baridi. Maana sitaki kuongelea brand ya jina. Yes. Anaweka kinywaji cha baridi pale ambacho ni cha sukari zaidi. Ile supu amepiga, amekula wanga pale, ameweka sukari nyingine, kinywaji cha baridi. Anatoka anajisikia hewala, niko vizuri. Nasikia usingizi. Maisha ndiyo haya. Sasa ukiangalia hapo, kinywaji cha baridi amekipiga asubuhi, mchana na anaenda kula chakula, anakipiga tena. Sometime jioni pia atakutana na kinywaji cha baridi, lakini ambacho pia kinaleta wenge kidogo kile. Analewa kidogo. Ndiyo lifestyle yake huyu. Baada ya miaka sio mingi, anaanza kuwa na tatizo la ugonjwa wa kisukari. Anaanza kuwa na tatizo la mishipa ya damu ya moyo. Ana build kitu kinaitwa atherosclerosis, building up of the plaques kwenye arteries. Matokeo yake, ile mishipa ya damu inakuwa narrowed. Mishipa ya damu inapokuwa narrowed, inapokuwa miembamba, damu haipiti ya kutosha kwenda kwenye moyo. Huyu mtu anapata shida ya ugonjwa wa moyo. Na mimi niseme ukweli, vijana wengi hasa warika yako, wengi sana wameathirika leo. Kwa sababu unakuta ninachokisema hiki ndio kinachowasumbua. Kweli. Ukienda ukaangalia, hata mimi kwenye watu ambao nawahudumia wengi, nawahudumia sana vijana. Na hata watu wazima nawahudumia, lakini ukiangalia lifestyle inatuathiri pakubwa sana. Unanielewa pale? Nakuelewa. Haya, anakuja anasababisha tatizo lingine la kukakamaa kwa mishipa ya damu ya moyo. Sawa, hardening of arteries, tunaita sclerosis. Sasa inapotokea hiyo, huyu mtu anaanza kudevelop magonjwa ya pressure. Haitachukua muda anapata ugonjwa wa shambulio la moyo. Au anapata tatizo la moyo kuwa mpana. Ndio. Au anapata kiharusi au stroke. Sasa anapopata haya magonjwa, nguvu kazi imeshapungua. Taifa linashindwa kupata kodi kabisa. Taifa haliwezi kujengwa na watu waliougua. Magonjwa mengi yanayosumbua watu wetu leo mtaani ni kwa sababu hatufati principle nzuri na kanuni nzuri ya kile tunachokiruhusu kuingia ndani ya mwili kabisa, ili kiweze kuujenga mwili wetu na tupate afya nzuri na akili nzuri. Alafu tuwe wabunifu wakubwa duniani kabisa, tuweze kukompiti na kina Elon Musk. Umenielewa? Nakuelewa. Unaweza ukawa unakula chakula kinakudumaza ubongo, brain yako inakuwa dormant, haiwezi kufikiri. Unakuwa ni mtu wa kulalalala tu, upo tu, ni bora liende, jua limezama, umeamka asubuhi, maisha yanakwenda. Lakini hauko active kwenye brain, haufikiri, hauwazi, haubuni jambo likatokea, alafu likaleta impact kwenye taifa, na taifa likakusanya kodi ya mabilioni na mabilioni kupitia kazi yako.
Ni kwa sababu tumesahau hapo kwenye lifestyle, mfumo wa maisha tunaochukua na chakula tunachokula hakiko vizuri sana.